kabisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa Righteousness of God Ministry hapa Lare. Tukaribishe mtazamaji wetu kwa makofi, sangwe na vigelegele. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii ametujalia mara tena, mpendo mtazamaji, ili tuweze kujumuika pamoja kusikiza neno la Mungu. Hata ukisikia neno likiwa tofauti na mawazo yako, weka mawazo kando, upokee tu neno la Mungu. Na ukilipokea neno la Mungu litaweza kubadilisha moyo wako, na moyo wako ukibadilika, pia maisha yako yatabadilika. Watu wengi wamejaribu kubadilisha matendo yao, lakini hawajui shida iko wapi. Shida haiko kwa matendo, shida iko kwa moyo. Moyo ukibadilika, matendo yatabadilika. Watu wanajaribu kubadilisha tabia zao, lakini ni vigumu sana kubadilisha tabia yako. Lakini ni rahisi sana moyo ukibadilika, tabia kubadilika. Haleluya. Watu wengi wamejaribu jinsi wanaweza kubadilika, lakini hawajawahi badilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu uwezo wa kujibadilisha hauko kwako. Uwezo wa kukubadilisha uko katika neno la Mungu. Amen. Nataka tusome Biblia, kitabu cha Marko. Na katika kipindi kiliyopita tumejifundisha muda mrefu sana kutambua kama umesaguliwa. Unawezaje kujua kama umesaguliwa uingie mbinguni? Juu kuna wale wamesaguliwa waende jehanamu, kuna wale wamesaguliwa waingia katika ufalme wa mbinguni. So tumejifundisha katika hizo kipindi zingine zimepita, katika hiyo program zingine zimepita, tumejifundisha tukaweza kuelewa kama tumesaguliwa ama hatujasaguliwa. Wale ambao wamesaguliwa, Mungu amewapa neema ya kupokea injili. Wamejaliwa neema ya kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Na siri za ufalme wa mbinguni ni kujua ya kwamba ni kumpata nguvu ya kuamini Yesu alichukua dhambi zangu. Kama bado unajihisi mwenye dhambi, jua ya kwamba umepewa nguvu ya kupotea ili uamini uongo. Maandiko inasema, kwa hiyo Mungu ameleta nguvu ya upotofu waamini uongo, wale ambao waamini uongo, ambao Mungu hakuwapea nguvu ya kuamini ukweli. Haleluya. Ukisoma kitabu wa Thessalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 11 inasema, kwa hiyo Mungu amewaletea nguvu ya upotofu ili wauamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wanajifurahisha katika udhalimu. Lakini atupasa sisi kushukuru Mungu kwa ajili yenu ndugu mliopendwa na Bwana, na usaguliwa tangu mwanzo mpate wokovu na kutakaswa na Roho na kuamini kweli. Wale waliosaguliwa tangu mwanzo walisaguliwa wapate wokovu na kutakaswa na Roho na kuamini kweli. Haleluya. Nataka tujifundishe katika programu hii sasa, nataka tujifundishe kuhusu toba na imani. Toba na imani. Tofauti ya mahubiri yangu na dini asia sana ni kidogo tu, lakini hiyo kidogo litakupeleka jehanamu. Hiyo kidogo umepoteza ndio inakupeleka jehanamu. Unajua dini inaamini injili. Inaamini Yesu alikufa. Inaamini Yesu alisikwa. Wanaamini Yesu alifufuka. Wanaamini Yesu alisaliwa. Wanaamini Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi na alisikwa na siku ya tatu alifufuka. Lakini kitu wameruka ni moja, na hiyo ndio ya muhimu. Tuangalie hapa. Tunaposoma Marko sura ya 1 mstari wa 15 inasema, akasema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni mkaiamini injili. Tubuni mkaiamini injili. Kwa hivyo dini wanaamini injili bila kutubu. Watu wengi wanaamini Yesu bila kutubu.
Wanaamini Yesu alikufa, Yesu alisaliwa, akafa kwa sababu ya dhambi zetu, na akafufuka na ako katika mkono wa kuume wa Baba. Lakini ukiuliza mna dhambi, anasema nani anaweza kosa dhambi? Hao ni watu ambao wanaamini Yesu bila kutubu. Na Yesu alisema tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Hebu tuone mitume vile walikuwa wanahubiri. Tuone vile Petro alihubiria watu 3,000 wakapata wokovu. Tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Angalia hapa, Petro anahubiri, anasema tubuni. Petro akawaambia tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sasa unaona dini vile wanahubiri tu watu wajaze roho. Wanaombea watu kujaza roho. Na huyo mtu anayejaza roho ni nani? Ametubu au la? Amebatizwa katika jina la Yesu au la? Amepata ondoleo la dhambi au la? Sasa wanaanza kuongea kuhusu Roho Mtakatifu. Na yule anaongea kuhusu Roho Mtakatifu, ukimuuliza kama ako na dhambi, anakuambia hakuna mtu anaweza kosa dhambi. Kwa sababu gani? Shida ni moja, hawakutubu lakini waliamini. Wanaamini Yesu bila kutubu. Na ndio Petro anaongoza hawa watu akawaambia, tubuni. Fanyeni nini? Tubuni. Na Yesu alihubiri akasema, tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni mkaiamini Injili. Haleluya. Hebu tuangalie kitabu kingine hapa kituonyeshe vile tunaweza kutubu. Tuangalie kitabu cha Isaya. Isaya 55 mstari wa 7. Mtu mbaya ase njia yake, mtu asiye haki ase mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Ili tuweze kupata msamaha wa dhambi, tunafaa kufanya nini? Unafaa kwanza ujitambue wewe ni mtu muovu, mtu mbaya ase njia yake. Lakini unapata mtu hasa njia yake na anamwamini Yesu. Anamwamini Yesu bado akiwa katika njia yake. Anamwamini Yesu bado akiwa katika mawazo yake. Hebu angalia Biblia vile inataya njia ya mpumbavu. Huyu ni mtu mpumbavu. Biblia inasemaje? Tuangalie Biblia. Mithali 12 mstari wa 15. Njia ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe, bali yeye aliye na hekima usikiliza shauri. Haleluya. Njia ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe. Na Yesu aliweza kuongea kuhusu moyo wa mwanadamu katika kitabu cha Marko 7 mstari wake ni wa 21. Yesu alisemaje? Alisema ndani ya mioyo ya watu hutoa mawazo mabaya, uasherati, wivu, uaji, ukorofi, kijiso, matukano na upumbavu. Hayo yote yaliyo maovu yanatoka ndani, nayo yatia mtu unajisi. Katika ndani ya moyo wa mwanadamu kumejaa uovu, kwa sababu dhambi iko ndani ya moyo wa mwanadamu. Na wewe si mwenye dhambi kwa sababu ya kutenda dhambi. Wewe ni mwenye dhambi kwa sababu ulisaliwa na dhambi. Na ndio Isaiah 43 verse 27 inasema, baba yako wa kwanza alitenda dhambi na wakalimani wake wameniasi. Baba yako wa kwanza ambaye ni Adamu ndiye alifanya dhambi, na alipofanya dhambi ukasaliwa kuwa mwenye dhambi. Na ndio kitabu cha Warumi 5 mstari wa 12. Maandiko inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na hiyo dhambi mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wametenda dhambi. Kwa hivyo wewe si mwenye dhambi kwa sababu ya kutenda. Wewe ni mwenye dhambi kwa sababu ya mtu mmoja anaitwa Adamu. Adamu alipomwasi Mungu, dhambi iliingia.
Na dhambi ilipoingia ikafikia watu wote. Kupitia Adamu dhambi ikaingia ulimwenguni. Na ndio Warumi 5 mstari wa, tuangalie Warumi 5 mstari wa, Warumi ni 5 mstari wa 18 na 19. Inasema, basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa ghadhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote wamehesabiwa haki yenye uzima. Tuangalie mstari wa 19. Maandiko inasema, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Tunaangazia neno kuingizwa. Haleluya. Neno la msingi hapo ni kuingizwa. Hapa inasema, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Watu wengi waliingizwa, si ati ya kwamba ulijiingiza, uliingizwa kupitia kukosa kwake mmoja tu ukaingizwa. Kwa hivyo bila uliingizwa ndivyo utakavyoingizwa tena. Umeingizwa kwa dhambi kwa sababu ya kuasi kwake mmoja, na hapa maandiko inasema kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Au ingizwa kwa sababu kuna kitendo umefanya? Hapana. Hakuna juhudi yako, hakuna matendo yako, hakuna tabia yako. Wewe ulijikuta umeingizwa kuwa mwenye dhambi, na alafu hapa tunaona ya kwamba kwa kutii kwake mmoja wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Haleluya. Kwa hivyo watu wengi hawaelewi dhambi ni nini. Ndio wanapoamini Yesu, wanaamini Yesu bila kutubu. Wanazidi kufuata njia yao. Njia yako ni njia aina gani? Njia ambayo unaifuata, umeshatoka kwa kutubu, unaanza kutubu matendo. Unaanza kulia kwa sababu ya dhambi ambayo umetenda, kwa sababu ya maovu ambayo umetenda. Hii ndio toba dini wanafanya. Dini wanafanya toba si ya ukweli, toba ya kuungama matendo, mawazo, kile wametenda, tabia zao mbaya wanajaribu kusibadilisha. Lakini toba ambayo Yesu Kristo anahubiri ni toba ambayo ni ya kutoka kwa njia yako, kutoka kwa mawazo yako na kumrudia Mungu. Sasa unapomrudia Mungu, hebu tuangalie Biblia. Tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume. Mimi napenda Biblia kwa sababu Biblia ni kitabu ya Mungu na ni ya ukweli, na inatuonyesha jinsi tunaweza kufikia toba. Tuangalia Matendo ya Mitume 20 mstari wa 21. Nikiwashuhudia Wayahudi na Wagiriki wamhutubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Hapa maandiko inasema nikiwashuhudia, kwa Kiswahili kingine inasema nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamhutubie Mungu na wamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la kwanza, ili uamini Yesu Kristo ni utoke kwa njia yako, urudi kwa njia ya Mungu. Sasa kuna mtu anamwamini Yesu akiwa katika njia yake, anaamini Yesu na mawazo yake, anaamini Yesu akiwa katika njia yake. Na ndio maandiko inasema iko njia ionekano sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni mauti. Hii njia yako uko nayo ya kujitakasa kila siku, ya kuomba msamaha kila siku, hii njia inaonekana iko sawa machoni pako, na njia ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe. Kwa hivyo hii njia imenyoka kwako, hii ya kuomba msamaha kila siku. Mimi nimetamani, nimesema uongo, Mungu nisamee. Unaona hii njia iko sawa. Lakini hii njia mwisho wake ni njia ya mauti. Iko njia ionekana sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni mauti. Na ndio maandiko inatuambia katika kitabu cha Isaya 55 mstari wa 7, mtu mbaya aase njia yake. Hii njia yako Mungu anakuambia uiase. Sasa kuna watu wanaamini Yesu wakiwa katika njia yako haina Yesu, katika njia yako haina msamaha wa milele, katika njia yako haina wokovu wa milele. Haleluya. Ndio unapatana na mtu wa dini
Tuseme kwa mfano alikuwa mlevi, alikuwa mserati, alikuwa mwizi, alikuwa mwaji, ameenda amekutana na wahubiri, ameambiwa wale wataka kuokoka inue mkono juu, ameinua mkono juu, ameambiwa rudia nyuma yangu, amerudia Bwana Yesu, nimekuja kwako, nisamee dhambi zangu. Yeye anaambiwa sasa kutoka hapo umeokolewa. Kutoka hapo umeokoka. Huyo mtu ambaye alikuwa mwizi, alikuwa mserati, alikuwa mlevi, alikuwa muuaji, ameenda kanisani. Anapoenda kanisani, akiwa pale kanisani, anaomba msamaha ama ombi msamaha? Sasa kama yeye bado ni mwenye dhambi, ni tabia tu amebadilisha, ni matendo tu amebadilisha, lakini yeye yule tabia ndio amebadilisha, lakini moyo haujabadilika. Kwa sababu gani? Hayafikia toba. Ameamini Yesu bila toba. Ameamini Yesu akiwa kwa njia yake. Ameamini Yesu akiwa kwa mawazo yake. Tunapata watu ni wenye dhambi kwa sababu gani? Si kwa sababu Yesu hakuchukua dhambi zao. Sio kwa sababu Yesu hakufa kwa sababu ya dhambi zao. Wanaamini Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, lakini bado wanaamini wakiwa katika njia yao. Wanaamini bado wakiwa katika mawazo yao. Toba ambayo Yesu anahubiri inasema namna gani? Tubuni mukaiamini Injili. Kwanza ni utubu, alafu uamini Injili. Kile kinatangulia kwanza ni kutubu. Kutubu ni kutoka katika njia yako, kutoka kwa mawazo yako. Halafu ukitoka kwa njia yako na mawazo yako unamwamini Yesu Kristo. Haleluya. Ndio hapa Paulo anasema, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamhutubie Mungu na wamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Hebu nikuonyeshe wakati unapotubu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo ni mambo gani yanafanyika. Tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari wa 43. Inasema, huyu manabii wote wamemshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Baada ya kutoka katika njia yako, kutoka kwa mawazo yako, hapo ndio unafaa kumwamini, na kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Lakini huwezi kupata ondoleo la dhambi bado ukiwa kwa mawazo yako. Huwezi kupata ondoleo la dhambi bado ukiwa kwa njia yako. Ni kwanza utoke kwa njia yako, utoke kwa mawazo yako, umrudie Bwana. Unapomrudia Bwana, unakutana na Yesu Kristo. Unapokutana na Yesu Kristo, unamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Unapomwamini Bwana wetu Yesu Kristo, unapata ondoleo la dhambi. Haleluya. Yesu alisema, mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sasa kuna mtu anataka kwenda kwa Mungu kwa njia yake, na ndio maandiko inasema njia ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe. Iko njia inaonekana sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni mauti. Hii ni njia ya mwanadamu, na ndio Isaya inasema mtu mbaya aase njia yake, kwa sababu tukifuata njia yetu haitatufikisha kwa Mungu. Njia yetu haiwezi kutufikisha kwa Mungu. Njia yetu iko na mauti, iko na mauti ya mwili na iko na mauti ya jehanamu ya milele. Lakini tunapofikia toba na kutoka katika njia yetu na tunaenda kwa njia ya Mungu ambayo ni Yesu Kristo, tunapokutana na Yesu Kristo, tunamwamini, tunapata ondoleo la dhambi. Haleluya. Ukiangalia kuna mtu anaitwa Yuda. Yuda alikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo na aliishi na Yesu Kristo. Ni kwa nini Yuda alimsaliti Yesu? Watu wengi wanaona Yuda ndiye alimsaliti Yesu, lakini ukiangalia kitabu cha Yohana, tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 13 mstari wa 2. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kutia Yuda mwana Iskariote moyo wa kusaliti. Wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kutia Yuda mwana Iskariote moyo wa kusaliti. Moyo wa kusaliti si moyo wa Yuda, ni moyo Shetani ameweka ndani ya Yuda. Si wewe unataka kutenda dhambi,
bali ni dhambi iliyo ndani yako inakusukuma kutenda dhambi. Watu wengi wanafikiria ni wao wanatenda dhambi, lakini kulingana na Biblia inasema namna gani? Si mimi nafsi yangu nitendalo hilo, bali lile dhambi ikaayo ndani yangu. Dhambi iliyo ndani yako inakuongoza kutenda dhambi. Wewe upendi kutenda dhambi, lakini mbona unatenda dhambi? Unatenda dhambi kwa sababu dhambi iko ndani yako. Mbona Yuda alimsaliti Yesu Kristo? Shetani alikuja wakati wa chakula cha jioni, akatia moyo wa kusaliti ndani ya moyo wa Yuda. Na alipotia huo moyo, Yuda akatekeleza kitendo. Alipotekeleza kitendo, Yuda akaona kama ni yeye amefanya hiyo. Tuangalie kitabu cha Luka tuweze kuelewa jambo hili vizuri. Luka 22:3. Shetani akamuingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale 12. Nani aliingia Yuda? Shetani akamuingia. Yohana anatuambia alipomuingia alifanya kazi gani? Alimtia moyo wa kusaliti. Kwa hivyo moyo wa kusaliti si moyo wa Yuda, ni moyo wa nani? Wa Shetani. Kwa nini Yuda sasa alikufa? Tofauti ya Yuda na Petro ni toba. Tofauti ya wewe kuwa mwenye dhambi na yule mwingine kuwa mwenye haki, tofauti ni toba. Angalia hapa uone vile Yuda aliweza kutubu. Tuangalie kitabu cha Mathayo. Mathayo 27:3. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Yuda alipoona amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akarudishia wakuu wa makuhani vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Sasa ni Yuda alikuwa amekosea ama ni Shetani? Nataka uone wewe unafanya toba ya Yuda bila kujua. Kwa sababu gani? Ni mafundisho ulifundishwa, na ulipofundishwa ukayafuata. Hapa maandiko inasema hata wakati wa chakula cha jioni, na Ibilisi amekwisha kumtia moyo wa kusaliti. Huu moyo wa kusaliti ni moyo wa nani? Huu ni moyo wa Yuda ama ni moyo wa Shetani? Usi moyo wa Yuda, ni moyo wa Shetani. Na Luka imesema Shetani akamuingia Yuda aitwaye Iskariote, ni moyo wale 12. Kwa hivyo Shetani aliingia, na alipoingia kazi aliyoifanya ni kutia moyo wa kusaliti. Na hapa tunaona Yuda alienda kutubu, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Sasa swali ndio hii, ni Yuda alikuwa amekosea ama ni Shetani? Haleluya. Kati ya Shetani na Yuda, nani alikuwa amekosea? Shetani. Lakini Yuda alisimama akasema, nani amekosea? Akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Ni yeye alisaliti hii damu ama ni Shetani? Shetani ndiye alimuingia, na alipomuingia akamtia hiyo roho ya kusaliti nani? Ya kusaliti Yesu. Sasa Shetani akajificha bado katika toba. Mpaka waleo Shetani anajificha katika toba, watu wasiweze kuelewa toba ya ukweli. Ndio watu wengi wanasema hayo kanisa, yoyo mchungaji hawafanyi toba, hawatubu. Sisi tunafanya toba ya ukweli ambayo inafanywa mara moja na milele, sio ile ya kurudia. Hii ya kurudia ni toba ambayo haiwezi kuondoa dhambi. Hii ni toba ya maovu. Sisi tunafanya toba ya dhambi, kutoka kwa dhambi. Haleluya. Ndio maandiko inasema Yuda alipoona amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akarudishia wakuu wa makuhani vile vipande 30 vya fedha. Hata hiyo pesa hakukula, akarudisha, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Sasa ukiangalia Yuda aliunganika na Shetani. Aliunganika namna gani? Mpendwa mtazamaji, nataka unisikize vizuri, na hapa kanisani uone vile Yuda na Shetani waliunganika. Shetani ndiye ametia moyo wa kusaliti, ameweka ndani ya moyo wa Yuda. Sasa Shetani na Yuda wameunganika. Yuda aliposimama mbele ya Mungu kuomba, aliomba akisema namna gani? Nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia.
Na Shetani alitia Yuda mwana wa Iskariote moyo wa kusaliti. Moyo wa kusaliti ni wa Yuda, lakini mahali Shetani na Yuda wameunganikia ni Yuda amesimama akasema, mimi nalikosa niliposaliti damu isiyo na hatia. Haleluya. Okay, ili uweze kuelewa jambo hili nahitaji ufafanuzi zaidi. Tuangalie neno hili. Nahitaji ufafanuzi zaidi. Tuangalie kitabu cha Warumi 7:18. Kwa maana najua ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, alikai neno njema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lilo jema sipati. Tuangalie mstari mwingine. Tuangalie mstari wa 20. Basi kama lile lisilolipenda ndilo litendalo, si mimi nafsi yangu nitendalo hilo, bali ile dhambi ikawa ndani yangu. Kati ya wewe na dhambi, nani anatenda dhambi? Dhambi ni wewe unatenda dhambi ama ni dhambi inatenda dhambi? Hapa kulingana na Biblia inatuonyesha yule anatenda dhambi ni nani? Ni dhambi anatenda dhambi akiwa ndani yangu. Lakini ninapoenda kuomba msamaha, sisemi ni dhambi imetenda dhambi, nasema nani ametenda dhambi? Mungu, nimekuja kwako, nisamee dhambi yangu. Dhambi ni yako ama ni ya Shetani? Yuda alisema nalikosa niliposaliti damu isiyo na hatia. Ni yeye alikosea ama ni Shetani? Hapa ndio tunaunganikia na Shetani bila kujua. Shetani amejificha kwa toba ili tusidi kuunganika na yeye. Tunaposimama tunasema, Mungu, nimetenda dhambi, nisamee. Hapa Biblia inasema namna gani? Si mimi nafsi yangu nitendalo hilo, bali lile dhambi ikayo ndani yangu. Mtu yule anaweza fikia toba ya ukweli ni mtu yule ametambua ndani yake, si mimi nitendalo hilo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Haleluya. Lakini watu wengi hawaelewi. Ndio wanaamini Yesu bila kutubu. Wanaamini Yesu bila kutoka kwa njia yao. Wanaamini Yesu bila kutoka kwa mawazo yao. Wanaamini Yesu na mawazo yao. Wanaamini Yesu katika njia yao. Na maandiko inasema iko njia. Njia iko.